Yes. Karibu tena kutazama interview nyingine, na utaratibu ni ule ule. Hapo kwenye sehemu ya comments niandikie unatazama interview hii ukiwa nchi gani, eneo gani, kama Tanzania ama eneo gani, uko nje ya nchi, aidha Marekani, Canada, Finland, China, Russia, you never know, au sio? So nataka nione hizo comments hapo, na ni sehemu pia kutengeneza connection kati yenu nyinyi mashabiki, au vipi? So leo niko na Obi Alpha. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Amekuja hapa leo kwanza kuzungumza kuhusu muziki wake, lakini pia utaweza kufahamu kwa ufupi historia yake, ameanza lini kufanya muziki, kwa sababu yeye ni miongoni mwa wasanii ambao wanachipukia kwa kasi sana. Anakuja vizuri sana, amefanya kazi nyingi ambazo zinafanya vizuri kwenye upande huu wa muziki wa Injili. Mzee, inakuaje? Safi kabisa. Au mna salamu zile za Bwana Yesu asifiwe, si ndio bwana? Maana niseni nikawa naongea na mpendwa nikaanza kuleta salamu za mzee, kumbe tunasalimiana Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuanze na salamu hiyo, kwa sababu hiyo ndio salamu yetu sisi wapendwa. Na mshukuru mwingine angekuwa mahali hapa, lakini nimekuwa mimi, kwa ni nafasi ya upendeleo sana. Sasa na hongera sana, kwa sababu nimesikiliza kazi zako na nyimbo nzuri sana kiukweli. Asante sana, Mungu akubariki sana. Obi Alpha ndo jina lako halisi? Ndio. Naitwa Obi Alpha Mwalupogo. Mwalupogo. Mbeya moja hiyo. Ukishasikia tu mwao unajua Mbeya moja. Mbeya. Okay, kumbe homeboy kabisa, au sio? So unajua ulivyosema kwamba nilivyokuambia kwamba ni mtu wa kusini, unaona ongezeko la waimbaji wa nyimbo za Injili wengi sana kutokea kusini, na nafahamu mimi natokea Mbeya, kwa unajua kwa mfano mtana ukaa mimi hautapita nyumba kadhaa utakutana na kanisa, yani makanisa ni mengi sana. Unafikiri hiyo ndio imekuwa inasababisha labda watu wengi kutoka Mbeya wakawa wanaimba Injili na wanafanya vizuri, lakini sio tu wanaimba ila wanafanya vizuri pia? Naweza nikasema ni kibali, na mshukuru Mungu pia, kwa sababu hiki sio kitu cha kusema kuwa ni kizuri sana au kibaya sana, kwa sababu unajua mwisho wa siku hili ni deni. Mungu anapotoa kitu anakuwa na maana fulani. Ni kama sisi ametupa nafasi ya kufanya alafu tukashindwa kuitumia vizuri, pengine tukainua mbawa zetu kujinua kwa sisi wa kusini tunafanya vizuri na nini. Mungu anaweka ni kama deni. Yani Mungu anapokupa kitu anatamani wewe hicho kitu kitumie kwa ajili ya utukufu. Talanta yako itumie vizuri. Kabisa. Yani kwa mfano kama mimi hapa, Mungu amenipa karama ya uimbaji. Ni mtukuze yeye. Nisipomtukuza yeye, basi hilo linakuwa ni deni. Watu wengi tumekuwa tunajidanganya kuwa Mungu nashukuru umenipa pumzi bure, umenipa uhai bure. Hapana. Mungu wetu ni mjasiriamali, yani ni Mungu wa fursa. Na vyote anavyofanya ni ili jina lake litukuzwe. Kwa hiyo tutakapofanya sisi tofauti na vile yeye anavyotaka na kuwekea deni. Yani kwenye ile sehemu ambayo mimi nimekupa karama, nimekupa nafasi fulani labda ya uimbaji au ya utumishi sehemu fulani, ili uwasaidie watu fulani. Watu wakaja wakuwasaidia ambao inatakiwa uwasaidie, kwa sababu tu wewe uko na nafasi fulani ukashindwa kufanya ile lengo ambalo Mungu amelikusudia, linakuwa ni deni. Kwa siwezi nikasema ni kitu kizuri sana, kwa sababu baadaye tutadaiwa wengi sana. Watu wengi